Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani jameni, nione watu wa Eldoret. Basi Waswahili walisema hayawi hayawi. Hayawi hayawi. Kwanza wacha mimi nichukue nafasi hii nikisimama hapa nyumbani Eldoret, niwashukuru sana watu wa Eldoret, watu wa Uasin Gishu kwa kura zenu na kwa maombi yenu. Nasema asante sana. Ya pili, wewe watu ya tarumbeta ngojeni. Msituharakishe, mbinguni bado. Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Eldoret. Leo mimi niko hapa nyumbani na nimekuja hapa kuanzia kazi ya Kenya ya 2024 hapa nyumbani, na ni kwa sababu nyinyi ni watu wangwana. Leo mimi nimefika hapa kwa sababu ya shughuli ile tulikubaliana na nyinyi. Nilisimama hapa mara nyingi nikawaambia tutabadilisha Kenya, na Kenya haibadilishwi kwa maneno, Kenya haibadilishwi kwa rege, Kenya inabadilishwa kwa mipango na maendeleo. Si tulikubaliana? Na ndio leo mimi nimefika hapa. Nimeanzia kule Kidiwa. Pale Kidiwa tumeanza na nyumba 220, lakini pale tunataka kujenga nyumba 10,000. Ile nyumba 2,000, ile nyumba 200 ya kwanza ni ile watu wote wanaishi hapo Kidiwa mpaka kule kwa Masharia. Hiyo manyumba yote tunataka kuweka chini, kwa sababu hiyo ekari 50 tunataka kupanga tujenge nyumba 10,000, ndio watu wa Eldoret waweze kupata makao yenye iko na heshima. Mimi nimetoka ngambo hiyo ya Pioneer. Pale Pioneer tunajenga nyumba ya orofa 15. Nyumba 2,500 tumeanzisha leo. Na ndani ya miaka miwili ama chini ya miaka miwili nataka nirudi pale nipatiane funguo wananchi waishi hapo ndani. Wana Hinga na Waziri Alice Wahome, hiyo manyumba mimi nataka kuja hapo end of next year, nikuje nipatiane funguo wananchi waweze kuishi pale. Tunaelewana? Hapa katika Railway City hapa tumepanga vizuri, tuko hapa na ekari karibu 100 ya watu wa reli. Hapo tumepanga Railway City. Hapo vile vile mbali na kujenga mambo mengine mengi, tayari tumetangaza kandarasi ya kujenga nyumba 10,000 hapa katika city ya Eldoret hapa ndani. Hiyo kandarasi, tunaelewana? Hiyo kandarasi kabla ya mwezi mmoja tutakuja hapa kuanzisha nyumba 10,000 ya kujenga hapo katika Railway City. Kwa sababu hiyo kazi tunakuja kufanya hapo ni kwa sababu ndio njia ya kubadilisha Kenya, kupanga ajira ya hawa vijana, kupanga makao mazuri ya wananchi, na vile vile tuache kukata mashamba huko, tuweze kuishi hapa town, na ile mashamba tutumie kuzalisha chakula, ndio Kenya tufukuze njaa. Mnanielewa jameni? Na leo nimefika hapa tena kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni deni. Ama ahadi nini huko kwenu? Si ahadi ni deni? Na dawa ya deni tunikulipa. Mimi nilisimama pale Sports Club. Hawa viongozi wenu wakasema mnataka tujenge soko hapa mpya, si ndio? Kulikuwa na kidogo msosano kwa sababu soko ilikuwa ndogo. Mimi nimekuja hapa sasa kuwatangazia niko na pesa tayari 1.5 bilioni ya kujenga soko yenu hii. Hawa na ile soko ilikuwa ya watu 400, sasa tunajenga soko hapa ya watu 4,000.
Tutakuwa na soko ambayo itatoshana na kila mtu. Hapa tutakuwa na soko ya orofa 8. Basement, cold rooms na mambo yale mengine yote tumepanga vizuri. Hii ya hapa tunajenga na hiyo ya Champion ambayo iko hapa tunajenga, na vile vile ile soko ndogo iko pale tutakubaliana na county government tutapanga ikuwe namna gani ndio tuweze kupata underground parking. Wale watu wote wako na manyumba katika CBD ya Eldoret, hakuna mahali ya kupark magari. Sasa tutatengeneza basement kubwa ya magari pale, ndio wale watu wanakuja Eldoret tuweke magari chini, huku juu tutembee na starehe bila ya kuhangaika na magari. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Tayari pale Kidiwa vijana wameanza kufanya kazi mwezi wa 10 mwaka uliopita, tuko na vijana 600. In the next 2 months wale vijana watakuwa 1500. Hapa saa hizi nimetoka hapa Pioneer, tuko na vijana 600 wanafanya kazi saa hizi. In another 2 months tutakuwa na vijana 3000 watakuwa wanafanya kazi pale Pioneer. Nyinyi mnanielewa? Tukianzisha ile mpango ya Kidiwa na hii ya Railway City, tutahitaji vijana 40,000 kwa sababu tunajenga nyumba 10,000. Tutahitaji vijana 40,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Eldoret mko tayari? Vijana wa Eldoret mko tayari? Nasikizeni. Hiyo kazi yote ambayo tunasema, ile ujenzi ambayo inaendelea pale Pioneer, ile inaendelea pale Kidiwa, ile tutaendesha Kidiwa phase 2, ile tunafanya hapa Railway City, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba vile tulikubaliana na nyinyi mkapiga kura manifesto ya Kenya Kwanza ambayo ilikuwa na housing, na tukapitisha sheria bunge na katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema wananchi wapangiwe ajira na serikali yao. Ni tunatekeleza wajibu wetu wa kikatiba, tunatekeleza wajibu wetu kulingana na ruwasa ya manifesto ya Kenya Kwanza, na vile vile tunatekeleza ahadi yetu kupitia kwa sheria iliyopitishwa bunge. Nyinyi mnanielewa? Hiyo kazi tufanye. Na mimi nataka niwaambie hivi, nikiwa hapa Eldoret, na nataka wale watu wote wanisikize vizuri, kwa sababu nataka tuelewane vile tutapeleka Kenya mbele. Maendeleo ya Kenya hii ni imechelewa miaka nyingi, kwa sababu hakuna mpango na hakuna viongozi wa kusukuma mambo ya maendeleo mbele. Mimi nataka niwatangazie tuko na mpango, tuko na the plan, na mimi niko tayari kuamua kwa vyovyote mpaka Kenya hii ibadilike. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mambo 4 ya muhimu. Ya kwanza ni watoto wetu waweze kupata kusoma. Tuliongea na nyinyi hapa wakati wa campaign, nikawaambia ile matatizo iko kwa CBC. Hamujui junior school itakuwa wapi, hamujui nini itafanyika lini. Hiyo maneno tutatatua. Hiyo maneno mimi nasimama mbele yenu kuambia hiyo matatizo yote ya CBC tumeyatatua. Tuko na mpango maalum ambayo tumekubaliana na stakeholders wote vile watoto wetu watasoma. Na juu ya hiyo tumeajiri walimu wapya 56,000 wa kuhakikisha watoto wetu wanasomeshwa. Na katika budget ya mwaka huu nitaweka tena pesa ya kuajiri walimu wengine 20,000, tuhakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya kutoka kila jamii, wawe maskini ama tajiri, wako na nafasi ya kusomesha watoto wao shuleni. Tumeweka mpaka mpango mpya ambayo sasa pale university, pale kwa TVET tuko na funding model mpya ambayo tumeongeza karibu shilingi bilioni 50 kuhakikisha kwamba watoto wetu university, TVET wote wanapata nafasi ya kusoma na universities zetu zisirundikishwe na mambo ya madeni. We have made a proper plan for the education of the children of the Republic of Kenya, the way we agreed with you in the election. Tumekubaliana? Jambo la pili, lazima tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea kuongea ya kwamba cost of living, bei ya chakula, na hatufanyi chochote kupunguza bei ya chakula.
Mimi nataka niwaambie vile niliwaeleza ya kwamba njia ya kubadilisha ama njia ya kusuluhisha tatizo ya chakula Kenya, tatizo ya cost of living Kenya, ni kuhakikisha kwamba tunasaidia wakulima wetu watuzalishie chakula. Ile pesa nyingi tunatumia kuagiza chakula ambayo inakuja Kenya, zaidi ya bilioni 500 kila mwaka, tupunguze hiyo mambo ya kuagiza chakula kutoka nje, chakula tuzalishe hapa nyumbani. Na niliwaambia ile bei ya mbolea ambayo ilikuwa shilingi 7,000 nitapunguza. Saa hizi bei ya mbolea ni 2,500. Ni kweli ama si kweli? Na mwaka huu kwa sababu ya uzalendo ya wakulima wetu, kwa sababu ya bidii ya wakulima wetu, na kwa sababu Mungu pia ametubarikia na mvua, mwaka huu tumezalisha 40% more ile chakula tulikuwa tumezalisha mwaka uliopita. Tumekubaliana jameni? Na gharama ya unga imeanza kuteremka chini kwa sababu tulirudi shambani. Unajua kuna watu wengine wanafikiri ati unga inatoka kwa supermarket. Unga inatoka kwa duka ama inatoka shambani? Si inatoka shambani? So hawa watu tunataka tuwaambie wacheni kutubebea sufuria kwa kichwa, hiyo ni ujinga. Tumekubaliana jameni? Na mimi nataka niwahakikishie pia mwaka huu tayari tumeweka mpango kamili. Kabla ya mwisho wa mwezi huu, magunia milioni 3 ya mbolea itakuwa hapa Kenya kwa msimu wa upanzi ambayo inakuja. Tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula ili tusafirishe shida na matatizo na aibu ya njaa kabisa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Jambo la 3 ni mambo ya ajira. Tuko na Wakenya mamilioni, na niliwaeleza jameni ya kwamba ili tusuluhishe tatizo ya ukosefu wa kazi, sio miujiza inatakikana, ni mpango inatakikana. Na ndio sababu hiyo nikawaambia tutapanga mambo ya digital jobs, tutapanga mambo ya export of labor, na tutapanga mambo ya housing ili tuhakikisha kwamba tunazalisha ajira katika taifa letu la Kenya. Mpango ya housing tumeitengeneza vizuri. Katiba inasema kwa section 43 ya constitution. Bunge tumepitisha kwa sababu sheria ilipitisha bunge. Namba ya 3, nyinyi mlipiga kura katika manifesto ambayo iko na program ya housing. Ni kweli ama si kweli? Sasa hiyo program ndio hii tumeanzisha. Saa hizi nikiongea na nyinyi, tuko na sites 43 ambayo Wakenya tayari wanafanya kazi. Wakenya 1,120 nikiongea na nyinyi saa hizi wanafanya kazi katika program ya housing katika taifa letu la Kenya. Hapa Eldoret ndio nimekuja kuanzisha hiyo program hapa. Tumeanzisha Kidiwa, tumeanzisha Pioneer, nitarudia ya Railway City, nitaenda kule Keses, nitaenda kule Ziwa, nitaenda kule Tarbo, kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba program hii ya housing inatusaidia kuzalisha ajira ya hawa vijana wetu. Nyinyi mnanielewa? Wengine wananiuliza hii program ya housing itasalisha ajira kwa njia gani? Wacha mimi niwaeleze. Hii program ya housing, tulikuwa hapa, kuna watu ambao tunaleta mawe na kokoto. Kule Kwari kuna watu wanafanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Transporters wako hapo katikati. Vijana wako kwa site. Ni kweli ama si kweli? Pale kwa site iko chuma. Kule kwa factory ya chuma kuna watu wanafanya kazi. Transporters wako katikati. Wale wanafanya kazi pale wako na kazi. Pale tuko na simiti. Wale watu wako huko kwa factory ya simiti wanafanya kazi. Wale transporters wanafanya kazi. Wafanyabiashara wa simiti na chuma na mawe wanafanya kazi. Na vijana wetu kwa site wanafanya kazi. Tuko na wale wanatuchorea hizi manyumba, architects. Tuko na engineers wanafanya hiyo kazi. Tuko na plumbers ambao wanafanya kazi pale. Tuko na masons, tuko na carpenters, tuko na plumbers, tuko na electricians, tuko na watu wengine wengi, hata watu wa mkono wako huko ndani. Hawa wote wanafanya kazi. Hiyo mpango yote tunataka ituzalishie ajira milioni 1 Kenya ya vijana wa taifa letu la Kenya.
Nyinyi mnanielewa jameni? Nyinyi mnanielewa? Na hii maneno ya housing sio maneno mpya tumefanya. Nchi zingine nyingi zimepitia hii barabara, wakajipatia ajira, wakajipatia makao mazuri ya wananchi wao na uchumi zao zikanawiri. Sisi kama taifa la Kenya tumechelewa, na tumecheleweshwa na watu ambao hawana maono na watu ambao kazi yao ni kuhujumu mambo ya maendeleo ya Kenya. Mimi nataka niwatangazie kwa vyovyote, kwa sababu katiba inasema nyinyi mlipiga kura manifesto ambaye niko na housing, na bunge tumepitisha sheria ya housing. Mimi nataka niwaeleze kwa vyovyote hii program itasonga mbele. Mimi nataka niwaulize, tuko na shida ya ajira ya vijana ama hatuna? Si vijana wengi hawana kazi? Mnataka tupange hii kazi ama mnataka tufanye namna gani? Si tupange hii vijana wapate kazi? Kule kwa factory ya chuma wapate kazi, factory ya simiti wafanye kazi, kule kwa kwari wafanye kazi, kule kwa site wafanye kazi, architects wapate kazi, engineers wapate kazi, plumbers wapate kazi, wale masons wapate kazi, carpenters wapate kazi. Ama mnasemaje watu wa Eldoret? Tuko pamoja? Alafu sikizeni, wacha mimi niwaulize, kwa sababu hii Kenya lazima tuambiane ukweli, na hii mwaka ya 2024 ni mwaka wa kuambiana ukweli. Mimi nataka niwaulize, sasa hiyo mpango yote tumepanga, sasa implementation ndio hii. Ati kuna watu wachache wameenda pale kotini, ati wanasema ati hii program tusimamishe, hawa watu watoke kazini, asa kwa sababu watu wawili watatu wameenda kununua wakili, wakaenda wakaungana kotini, ati hii kitu isimame. Mnataka hii kitu isimame? Mnasema hii mpango isimame? Watu 1120 wanafanya kazi, ati ni wasimamishe, nitawapeleka wapi? Sio ni mchezo mkubwa sana? Hiyo mchezo watu wawache bwana. Hakuna kitu kama hiyo. Ama namna gani? Mnasema program ya housing iendelee ama isiendelee? Mnasema iendelee ama isiendelee? Wale wanasema iendelee nione kwa mkono. Sasa wale wako na kisirani watuambie. Sijui kama ni namna gani jameni. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na mnajua, wacha mimi niwaeleze. Unajua hii Kenya kuna watu wako na kiburi sana, na kuna watu wako na madharau sana. Watu wachache, mtu wako na kazi, bibi yake yako na kazi, watoto wake wako na kazi, wako na pesa, wanaenda wanaongana kotini, wanaenda wananunua mawakili, ati kusimamisha kazi ya hawa watu kwa sababu hawa watu hawana pesa ya wakili, hawana pesa ya kuongana kotini. Nyinyi mnataka tuendelee na hiyo barabara? Mimi nataka niwaambie hawa watu, kwa sababu hawa mnawadharau, mnafikiria ya kwamba hawana mtu ya kuwasimamia, ati hawana pesa ya kuongana kotini, ati hawana pesa ya kununua wakili. Mimi ndio nitakuwa wakili wao, na Mungu atatusaidia mpaka hawa watoto wa hawa pia wapate ajira. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Na unajua, wacha mimi niwaeleze. Niliwaeleza kuna watu hii Kenya hawajawahi kulala njaa siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Hawajawahi kutafuta kazi. Hawajawahi kupiga lami mpaka kiatu imekatika akitafuta ajira. Ndio hawajui, ndio wanaenda kotini kusimamisha ajira ya hawa watu wengine. Hiyo mimi sitaruhusu, na hiyo haiwezekani. Hii Kenya niliahidi mama mboga mtoto wake atapata kazi, boda boda mtoto wake atapata kazi, mama mboga hata na yeye atapata nyumba ya kuishi. Ama namna gani jameni? Tumeelewana Eldoret? Tumeelewana? Hii kazi iendelee ama isimame? Iendelee. Mnasema iendelee? Si nyinyi mlipiga kura? Manifesto ilikuwa na housing. Si katiba ya Kenya inasema tuendelee na housing? Si sheria tulipitisha bunge inasema tuendelee na housing? Na mimi sina matatizo na mahakama yetu. Tunaheshimu mahakama, tunaheshimu independence ya mahakama, lakini hiyo independence does not mean that people, corrupt people, use the judiciary to sabotage the interests of other Kenyans, to sabotage the attainment of Article 43 of the Constitution on social and human and economic rights of housing, of universal health coverage, and of other rights of the Republic of Kenya. We will not allow corrupt individuals to manipulate the judiciary because they have money,
because they can pay lawyers, because they can buy judgments. We are not going to allow them because Kenya belongs to all the people of the Republic of Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Tumekubaliana? Hapo ndio mimi unajua watu wengi wanafikiria kwamba nilikuwa nasema mama mboga ama boda boda kwa sababu ya siasa. Hapana, I meant it, and that is why we are going to implement housing so that mama mboga can have a social house of 4,000 and own a home like all other Kenyans. We are going to implement our program on universal health coverage so that an ordinary boda boda person can pay 300 shillings, or even we can pay for them and they can access universal health care. They don't have to sell their property so that they can pay for hospital bills. That is what is going to happen in Kenya. Tunaelewana jameni? Tuendelee ama tusiendelee? Sasa mimi nataka niwaulize. Kwa sababu unajua hii mwaka ni ya kuambiana ukweli. Mimi mwaka uliopita nilizunguka duniani kote. Kwa sababu tulikuwa na matatizo ya madeni. Na kama hatungepanga vizuri, nchi nyingi katika bara la Afrika zimeingia mtaro ya madeni, hawawezi kulipa, na sasa wamekuwa na matatizo makubwa. Nikasema liwe liwalo, nitafute marafiki, niwe na mpango. Sasa mimi nataka niwatangazie Kenya imesimama mahali pazuri, tutalipa madeni yetu yote, uchumi yetu iko dhabiti na tutasonga mbele kama taifa. Tunaelewana? Na hii mpango mimi nataka niwaeleze. Mpango ya housing tutasongesha mbele. Watoto wetu tutawasomesha. Mpango ya ajira, hii ya ajira ya housing, ajira ya digital jobs, ajira ya export of labor. Mukisoma kwa gazeti ya leo, ile inaitwa MyGov, tuko na nafasi 2,500 ya wale wauguzi wetu nurses ambayo tumepata ajira yao kule Saudia. Kwa sababu mbeleni walikuwa wanatuma tu watu ambao wanafanya domestic jobs. Mimi nimeenda huko, nimenegotiate na Wajerumani, nimenegotiate na Saudi, nimenegotiate na UAE, nimenegotiate na watu wa Canada, nimenegotiate na watu wa Marekani, ili tupate ajira nafasi 500,000 ya Wakenya. Waende walipwe dola, watuletee pesa hapa nyumbani, wawe na ajira na tuweze kusonga mbele. Katika gazeti ya leo imetangazwa, nyinyi muapply. Yule ambaye ako na course ya nursing, muangalie kwa gazeti leo, muapply. Tuko na nafasi ya kwanza 2,500 ya watu wa kwenda Saudi Arabia, actually 3,500 ya watu kwenda Saudi Arabia, na sasa hiyo ni awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 10 na 100 iko mbele. Kwa sababu we want to make sure that we deal with the problem of unemployment in Kenya, and we must have a plan. Hakuna miujiza itafanyika, hakuna ukora itafanyika, tutahakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. Mimi niulize nyinyi vijana wa Kenya, mnataka niendelee nipange hii kazi ama mnataka watu watuletee kisirani? Tuendelee? Tuendelee? Mnasema tuendelee? Sawa sawa? Tumekubaliana? Alafu mimi nataka niwaeleze ya mwisho. Pia tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tunataka kila Mkenya jameni akienda hospitali atibiwe. Saa hizi tuko na community health promoters 1,100 katika taifa letu la Kenya. Serikali ya Kenya, mimi nimetafuta kits. Our community health promoters 1,100 Kenya, kila mmoja wao tumewapatia equipment ambayo wanaweza kwenda nyumbani, watakuja mpaka kwako, sio lazima uende hospitali, watakuja mpaka nyumbani, wapime wewe, wapime mambo ya sukari, wapime mambo ya pressure, wakuambie ni chakula gani utakula, wakuambie ni hospitali gani utaenda, na wakuambie hali yako ya afya, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba Wakenya hawapotezi wakati wao na mali yao kwa mambo ya matibabu. Ya pili, tumesema ya kwamba tumepitisha sheria 4 kule katika bunge. Ilikuwa kwenye manifesto yetu. Katiba ya Kenya section 43 inasema mambo ya universal health, lakini kuna wakora wachache wameenda kotini, ati wameenda kuzuia ati mambo ya afya. Tumesema, na mimi niliwaahidi, wale mko na pesa kidogo mtalipa, badala ya kulipa shilingi 500 mtalipa shilingi 300. Na mimi na huyu Rigiji na huyu waziri na huyu governor
na huyu mama county. Ndio? Sisi wengine hapa ambao kwa sababu tuko na pesa mingi, tunalipa mshahara kubwa, bili yetu itaenda juu kidogo, ili tuweze kuaccommodate mtu wa chini. Nafasi ya kipekee, the first time ever, every citizen in the Republic of Kenya is going to pay 300 shillings for those who cannot afford, and those who cannot afford even the 300, the government of Kenya is going to pay for them, so that every Kenyan will have health insurance, and every Kenyan, for the first time, you will go to hospital, even when you are suffering from chronic illnesses, whether it is cancer, diabetes, hypertension, or the others, you will go to hospital, and the government of Kenya, through health insurance, is going to make sure that they pay the bills. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa hapa Eldoret. Ati kuna watu ambao hawana ubinadamu, hawana utu, watu wakora, watu ambao wamekuwa wakituibia pesa pale kwa NHIF. Muliona juzi ilitangazwa waliiba pesa bilioni 20 mwaka uliopita. Sasa mimi nataka niwaulize, hawa watu wameiba pesa ya NHIF, wameenda kununua mawakili, wameenda kuhongana kotini. Ati hii isimame waendelee kuiba pesa ya NHIF na wananchi waendelee kuhangaika. Ati na mimi natakana ninyamaze. Mimi mnataka ati ninyamaze? Hiyo watu hakuna. Hiyo watu wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na nimewaeleza hatuwezi kuruhusu wakora. Hatuwezi kuruhusu wezi ambao wametuibia pesa ya afya waende wachifiche nyuma ya mahakama, waende wachifiche nyuma ya independence ya mahakama. That is not going to happen, kwa sababu hawa watu hawana pesa ya kununua mawakili, hawa watu hawana pesa ya kuhongana kotini. Ni kweli ama si kweli? Na kuna mwingine ati ameniambia ati mimi ati kwa sababu serikali ile ingine ati walikuwa na budget ya kuhongana kotini, ati mimi niweke pesa budget ati ya wananchi wa Kenya ati ya kuhongana kotini. Yani ukumbafu kama hiyo mimi nitafanya kweli? Mnataka ati tutumie pesa yetu ati twende tuhongane kotini? Hiyo ni ukumbafu bwana. That is not going to happen. Sio kama tunaelewana. Mimi nasema hivi, tunaheshimu mahakama yetu, na tunataka tuhakikishe ya kwamba mahakama inafanya kazi na sisi na vitengo zingine. Mahakama ifanye kazi na watu ya bunge, ifanye kazi na executive, ili tuhakikishe ya kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana, ili tupange matibabu ya Wakenya. Lakini hatuwezi kuruhusu watu wachache waende wajifiche nyuma ya mahakama ati wanatumia independence ya kotini, ati wasabotage hii program ya kazi, wasabotage program ya matibabu, ati kwa sababu ya manufaa ya watu wachache wafisadi ambao wanafaidika na status quo, ambao wanafaidika na vile mambo inaendelea saa hizi. Hii mambo tutabadilisha. Tutabadilisha ama tubadilishe hii kitu? Situbadilishe hii maneno. So we are going to change this thing. And I want to say with tremendous respect, we want a country that works in harmony. And that is why I am calling on all arms of government for us to work together towards the attainment of Article 43 on social and economic rights of the people of the Republic of Kenya, that we create jobs for millions of the citizens, young people of Kenya who today don't have jobs, for citizens who today cannot afford healthcare. It is our collective responsibility to make sure that we don't derail, we don't delay, we don't sabotage the attainment of those rights by the people of Kenya. Tuko pamoja jameni? Mnasema niendelee na hii kazi ama mnataka tufanye namna gani? Niendelee na hii maneno? Niendelee kabisa? So mimi nataka niwaulize wale wa jamaa wengine, wawache kunipigia makelele. Watuambie mpango yao tofauti na yetu ya kuzalisha ajira ya hawa vijana iko wapi? Mpango yao tofauti na hii yetu ambayo wako nayo ya kuhakikisha kwamba hawa watu wanaweza kulipia gharama ya hospitali iko wapi? Hii mpango ya universal health coverage ilikuwa katika mpango yetu ya Jubilee ya 2017. Mpango ya housing ilikuwa katika mpango yetu ya 2017 ya mambo ya Jubilee. Ni kweli ama si kweli?
Hawa watu wakatuletea mambo ya handshake, wakatuletea mambo ya BBI, wakatusambaratisha na mambo ya sijui rege. Saa hizi wanatuambia ya kwamba hii mambo wanataka kuderail tena. Kwani sisi ni wajinga kiasi gani tukubali mambo yao tena? These people there wakwende. I don't want. Hiyo kama tumekubali. Hawa watu simulikataa mambo yao. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Saa hii wanazunguka wamekosa kitu ya kusema. Walikuwa wanasema sijui unga ni shilingi 200, saa hii unga imeteremka, wamekwama. Saa walikuwa wanasema sijui iko shida gani, saa ile maneno tumekwamisha, wamekwama. Saa hii wako kwa hewa, wanazunguka tu hawajui waseme nini. Mimi nataka niwaambie hao watu, please tafuteni alternative agenda ya Kenya kama mko naye. Mwambie hawa vijana agenda yenu ya kuzalisha ajira ni gani? Si ndio? Mwambie sisi agenda ya kuzalisha chakula ni gani? Msituambie ati kubeba sufuria kwa kichwa ni agenda. Msituambie ati maandamano ni agenda. Tuko pamoja? Tumekubaliana Eldoret? Tuendelee. Tuendelee. Hebu ni wale wanasema tuendelee mbele. Bas. Si mnajua mimi niko na muungwana hapa ananisaidia kazi.